mtoto. Hii kwani hii shule siku hizi mnaenda saa ngapi? Sina mshangwa na alamu yako. Toka wewe. Chai. Mimi itabidi niwachane naye. Sijui naona nilikuwa ndani. Hey, dume. Toka. Kukuba. Haki leo, haki nomo ni wewe. Haki sijui huku seta alarm leo. Msichana mrembo nafanya benja na simu, unaleta mateso like for sure na ni dream, na siogopi kusema ile design meniweza we, na siogopi kusema unafanya mate na meza. Yo Jonte. Azizi ni bro, si nilikwambia tatokea baadaye. Sawa buda, wacha ndakupigia. Sawa. Hiyo msupa. Tunaingia kwa kiatu. Msupa. Yo. Poa. Twende hapo nikupeleke. Kama nimechelewa. Iko mbele. Kwa sababu Twende. Kwa sababu Sio umeingia kwa macho. Ngoja kidogo. Under the moonlight so bright, our hearts are joined in harmony, a love so pure and free. You are my heart's desire, my soul's eternal fire. In your arms I feel complete, our love will never retreat. Baby mama, nilikuwa nataka kukuambia kesho tuko tuition, ndo usifanye kama ile siku. Alamu yako uweke ikiwa tayari. Niamshe tunaenda tuition kesho saa 2 na mapema. Asubuhi na mapema. Nani sisi unafikiria kitambo tulikuwa tunaamshwa na nani? Ni wewe unajiamsha, si kugojea alarm. Unajua akini wetu uko na simu. Siku hizi unajua weekend venye mtu anashika kwa nakausingizi. Hii kasimu litakupea. Uweke alarm, uamuke. Hati sasa mnaenda tuition. Unaona sasa next week tuko na exam. Na ni exam zile. Si unaona zile za kutengenezwa huko nje. Hizo. Zinaitangwa mocks. Sasa juu ya hivyo na mwalimu anataka tupite, tuka plan kesho tunaenda tuition kusomea hizo exam. Sasa mimi sina shida. Kama ni kusoma utasoma upite. Utaenda tu. Hiyo ndio tunataka tupite kila mtu. Sawa. Msichana mrembo nafanya benja na simu, unaleta mateso like for sure na ni dream, na siogopi kusema ile design meniweza we, na siogopi kusema unafanya mate na meza. And you look just short and sweet, when the place gonna make me sing. And you look simple, you're clean, take my heart when you make me sing. Sweet girl na kakaka di brown in color na kaka ganji, kiget na pepeta na spleka kadi. Shakespearean's moon, love, good luck in benches life. For 22 city of course, mechi daily before 2 doors. You deserve a good life, sweet life, mama sita sing. Your daily ni chill na we, ndani ya giza sunanipe. Nasiogopi kusema, unafanya mate na meza we.
Mbona umechelewa? Kwani si ulikuwa unafaa kuja nini? We. Ningekuwa nichelewa. Lakini sasa lazima ningepanda. Na mbona umekuja na hizo? Sasa hii ilikuwa pia unajua lazima aje kumdanganya. But nilikuwa nitolewa kwa barabara by the way. Ni venye nimeona kuna watu wengi kaogopa. But as I thought, iko na nyingine mbani ndani. Oh. Sasa utatoa basi, mtoto uko na akili. Unataka nini? Unataka kitu cha kukunywa, cha kukula? Mkoto. Kosa. Sasa. Ile. Ngoja. Unadozu. Eish. Mama achio class. Greatness tu. Mungu abariki wengine bana. Every day when we finish work, I feel like I've never been a stranger. The familiar station, the familiar seat, the familiar you. How I wish to be by your side, watching the sunrise. Habari yako? Nzuri sana. Yes. Na nimekuja kukuambia msichana wangu amepotea. Msichana wako amepotea? Na miaka ngapi? Ni 14 years. 14 years. That's a nice. Anasomea shule gani? Ana Muthaiga. Yeah. So you're in the right place. Kwa ni gender office. Huwa tunadeal na such cases ya defilement na hiyo yote. So utaingia hiyo mlango unaona hapa on your right. Then utaandikisha ripoti ya mtoto amepotea. Then tuanze investigate. Na kwa hivyo nitasaidika. Utasaidika kabisa. Ingia kwa mlango. Karibu mama. Ingia unaweza kaa. Asante. Kwa nini unakaa hasira? Msichana wangu alipotea jana usiku. Na ni msichana mdogo wa shule. Aliniambia ameenda tuition jioni saa 1. Hakufika nyumbani. Msichana wa miaka ngapi hivi? 14. Hiyo karika kanatusumbua mama. Unaona kuanzia miaka 13 kufika 16, 17, hiyo ndio kazi kila siku. Ulijua kama hako na mtu kama boyfriend? Ni sijawahi fikiria. Saa zingine hata huwezi jua iko either boyfriend ama ameshikana na mwenzake, mtoto ya jirani ama classmate. Wanapotezana. Hakuna mwenye anapotea peke yake. Kwa hivyo wanapotea wakiwa wengi. Yaani ni mpango wanapanga. Hata kama amepotea mmoja, unapata wamepanga mpango. Mmoja kati yao wako na boyfriend, alishatoka nje, labda amelala nje ama amekutana na boyfriend, anakuja anaelezea hao wengine. Tuko na shida kabisa, sijui tutasaidiana aje. Na sasa hapa nitasaidika. Utasaidika. Juu huyo ni mkubwa, mpaka penye yako anajua penye yako na anajua ile kitu anafanya. Anajua, lakini iko sheria nayo. Mwenye yako naye kama ni mtu mzima, si huyo ndio yako na makosa. Ndio. Nyumbani ni wapi? Tumetoka huko Muthaiga. Mtoto anasoma wapi? Anasomea tu hapo secondary ya Muthaiga. Hata ni day. Anakuanga na simu? Hanaga simu. Na wenye anatembea nao sana wako nayo? Mimi sijaimuona na rafiki. Namuonaga tu peke yake. Hata sijui nini imemshika akapotea. Na tabia zake, anafikanga usiku, weekend, anafanya juzi tu amefika usiku na kukataa kufanya kazi za nyumba. Ameanza kukataa. Hiyo ndio tabia. Kwanza wana withdraw. Maneno ya mama, anaanza kusema mama ni mbaya, mimi hatuelewanangi na mama, mama ananipiga, mama ananipigia kelele. Mama kwanza ndio makosa ya kubwa. Hata saizi niko sure tukimkamata atasema shinda ni mama. Sasa wanataka kwa shosho kwenye kuko na freedom. Aambiwi fanya, aambiwi wacha, aulizwe unaingia saa ngapi, hiyo ndio wanataka. Tuko na shinda kabisa, sijui itakuaje. Na sasa unajua sasa ni kusaidiana. Mimi siwezi jua ameenda wapi. So ni tusaidiane, wewe uanze investigations yako, ujue wale watu wanatembea nao, yule mwenye alimuona wa mwisho, uone kama iko CCTV around. Hizo ndio vitu zinatusaidia. Lakini sisi wenyewe hatuwezi.
mpaka tusaidiane mama. Kama anapiganga na simu yako, uangalie zile simu anapiganga. Wale watu wanaongea na wao kwa kanisa, kwa klasi yao, hiyo ndio itasaidiana. Mimi nitakuandikia ripoti ya mtoto ambaye amepotea, unipatie picha yake, tuweke kwa wall yetu pale, tu circulate kwa stations zingine. Akipatikana kwa station nyingine yoyote ile, tuambiwe. So hiyo tu ndio naweza kusaidia kwa saizi, lakini nitakupea namba yangu in case of anything tu. Ukisikia mahali suspicious penye yako unaniambia, si ndio? Sawa. Ni sawa sawa. Hapo na miaka ngapi? 14. Alipotea lini? Alikuwa ameenda tuition asubuhi. Kwa hivyo tulijua amepotea jioni saa 1. Platform 7, 1989. Right way there. Of navy blue. Side pocket. Oh, side pocket. Utanibaia lini? Mimi promise utanibaia. Tunajua nakubayanga vitu. Si juzi nimekubaia gift. Wakija aliniuliza akishikwa ulikuwa hapo. Sasa wewe umewahi ona mtu hapo hapo? Yes, nasikia si lazima witness. Hawa si nao zingine. Hello? Yes? Ni Makena. Naongea na nani? Kesi gani hiyo? Kesi gani? Ya mtoto kupotea? Oh, nimekumbuka. Hope. Uko hapo saizi? Kuna mtu anaweza kusaidia hapo nikuje? Kaa hapo saizi tu. Mtanipata hapo. 7825 code 6 105 North Avenue. Ile kesi ya jana yule mtoto alikuwa anaitwa Hope. Mwenye nilikuwa nakwambia ya 14 years. Mama anasema hapo kwa boyfriend wake. Kwani pika msichana? Acha tugoje polisi. Mtoto kwa wapi? Mtoto ya shule ako wapi? Msichana yangu. Kai, hizi hata hii ndio uniform yake. Huyu wa chini. Nani? Huyu ni mtu ndo unataka kumficha. Japo lala chini. Lala chini. Mimi kwa sasa hii ni nini jamani? Mami, nini unaleta polisi kwa nyumba? Unauliza ni nini ndio kwa kitanda? Unakanga kwa kitanda. Wewe umetoka na uniform. Hizi kutoa wapi? Wewe umekuwa mkora. Mbona unakuja huku ni wapi unakuja bebe msini? Usimpige, anaweza kuwa hata ashapigwa tayari. Uniform iko wapi? Hii ni nini sasa? Wewe unafanya nini na mwanafunzi? Hebu toa kofia nikuone. Mrasta. Hivi ya tuition. Unafanya nini na mtoto? Wewe unajua ni miaka ngapi utafungwa hapa? Boyfriend yangu ngeitikia. Mambo ya boyfriend ndio mstari. Soma. Msichana, unataka kuoleka? Hivi ndio unataka? Wewe uko form? Uko form? Uko form 2? Unaitwa nani wewe? Unaitwa nani? Naitwa Patrick. Na wapi? Miaka ngapi? Ndio hii afande. Hebu ona na nilikuwa nasema ana mtoto. Unataka chini ya afande. Mambo kama sasa. Umefanya birthday yangu usiku. Haraka. Hii ni gani sasa? Mwanafunzi ya shule. Yeye anafanya mtoto wa shule. Wewe, jana. 7825 Yeye anafanya mtoto wa shule. Mbona sasa? Yaani unaona mama amekukosea. Kwa boyfriend yangu kwa nini? Unaona mtoto choma mtoto hapo. Mimi abidiliwa na majirani. Twende.
Twende. Tembea. Mpaka hata uniform uko nayo. Beba, hii ni expense. Choka. 11825, code 6, 105 North Avenue, 52. Hata nikupandishe. Unataka nikupandishe? Kaka hizi nguo zako. Kaonesha tuko. Umefanya kitu lakini ni kuchojua. Sawa wewe unataka tu kukusaidia. Ile daktari ni kitu gani ilifanyika sawa. Wakati ulienda kwake what happened? Huyo jamaa tumekuwa naye alikuwa boyfriend yangu. Ile sisi tunakuwa tu na yeye hata ni mimi nilijipeleka kwa mpango kwa tunaongea tu na kitu happen. Na ulikuwa umeenda lini? Jana saa ngapi? Usiku wa saa ngapi? Usiku. Kutoka saa 2 za usiku. Halafu huku unalala nje ndio unasema hakuna kitu. Ulilala kwake ama ulilala wapi? Pata huu tutaweza kukupima ndio tuone kama ni kweli unaambia, na tukishapima pia utaenda huko laboratory. Kuna vipimo vingine utachukuliwa za damu na za mkojo. Ni sawa? Utaenda pale kwa hii curtain hapo nyuma, na utatoa kasibali yako ya ndani, alafu upande hapa. Sasa unaogopa? Ama unasikia? Haya, umelala vizuri? Kuna mtu tutatoa hapa lakini si chungu, na penye utasikia ukiwa comfortable uniambie. Sawa? Na hapo utanipatia hapo kapani kako na mahali nataka kupareka hapa. Ya sasa akiende kuendelea uchunguzi mwingine, nitakupima na nitamtupima mpaka na huko chini. Tuone kama ni kweli. Sawa. Uko na swali? Ama kitu ungetaka kuexplainiwa kuambiwa? Hapana. Okay, sawa. Sasa huu yenye tumechukua hizo sample tutakupeleka lab ndio uweze kupima hizo vipimo zingine. Sawa? Karibuni, sitafunga mlango. Ingieni ndani. Ingia ndani. Habari ya daktari mzuri sana. Huko ni ya msichana. Hapa inaitwa GBV. Na bilingi na cases gender-based violence. Naitwa Lilian. Sasa hapa nafanyanga counseling. Simeanga kwa daktari. Hapa nafanyanga counseling. Sasa juu nataka msichana niambie kenye kilifanyika, naomba mama tafadhali mtoke nje kidogo dakika 5 tu. Tuongee na msichana, alafu mtapita. Tusiogope kuniambia kenye ilifanyika.
Sababu niko hapa sababu yako, si umekuja hospitali usaidike. Na umesema kama mtu mwingine umeambia. Sasa nimeambia. Tulifanya mapenzi na yeye. Unafanya mapenzi na yeye. Unajua hali yake. Unajua hali yake. Mshaijua. Ukimwangalia hivyo, ni kijana mzuri, anakuwa kijana mzuri. Hata ukimwangalia kwa sura, akaikuwa na vitu ambao zinamsumbua. Hapo anakaa healthy, so wewe unjaiki maana na yeye, so ni kuangalia tu kujua wewe huyo isikuwa mgonjwa. Tunaaminiana. Mlitumia mpira ni nini? Mlitumia kondo. Wewe ulitumia kondo. Kuna kitu ulifanya hiyo tu. Na ujui hali yake. Unajua kuna magonjwa. Hasta kupima na macho, ulipima na macho, si tulipima na damu. Haya. Umeonekana na daktari pale? But hapo nimesema hakuna kitu ile happen. Unajua sasa tulikuwa na mama, but after kutoa. Sawa, lakini wanakutuma lao. Sina wamekutuma lao. Wanakutuma lao, niko na majibu yako hapa. Sasa before nikupatia majibu, at least nimejua ni nini kimefanyika. Tutakwenda kwa boyfriend yako, kwanza ukaomba ruhusa na ulienda mkalala naye bila kuwa na protection. Sasa tutaanza counseling, nataka mama, sitamwambia mama yangu ulilala ni kijana. Sawa. So mkoma utaki isekane. Sitamwambia, lakini nitakupatia majibu ya hapa. Nitakupatia majibu ukiwa na mama, yes. Lakini kuna vitu vingine zilionyesha ulifanya mapenzi kulingana na hizi majibu niliziona hapa. After kupimwa tulionyeshana mlilala na kijana. But niko sawa. Kufika hapo, kwa hiyo ni kisi vipimo zinaonyeshana niko sawa. Kwa sawa. Sasa nitakupatia zingine, lakini unapewa zingine kama hizo kuonyesha kama maneno ya virusi sijafika miaka ya kupatia results. Ni mamako aliweka kidole ndio aweze kupimwa. Utapimwa bila consent. So hiyo lazima nitakwambia na amkio. Sawa. Lakini kuna kipimo yenye ukitolewa ya huko chini na inaonyesha ulilala na kijana, na hiyo kama kijana anatoanga wakati wa mapenzi inaonekana kwa kipimo yako, maanisha ulilala na huyo kijana. Sasa hii nyingine yenye umeniambia, hiyo sasa ndio sitamwambia mama yako, lakini hizo kipimo zingine zenye ulichukuliwa nitamwambia mama yako. Sawa? Tafadhali unitie mama yako. Lakini tumesema umwambie. Sitamwambia. Sasa juu umekuja hapa, nitapata usaidizi. Sawa. Sasa msichana ameonekana na ametumwa kutolewa damu na kutolewa mahojo. Sasa hapa kwa ofisi yangu pia kuna kenye inaitwa post-rape form, inaitwa PRC form. Sasa hii form itachaza hivi majibu zimetoka wapi? Zimetoka ya mjaza. Askari atakuja, ofisa atakuja kuchukua wapi? Anachukua wapi? Station. Akipeleka station, atafanya nini? Atashika huyo kijana. Pia wewe mama nitakupatia nini? Kopi yako. Sawa. Aya, so sasa umesikia sasa huyo kijana lazima atawekwa nini? Atawekwa ndani.
Tuko hapa kwa ofisi ya Patrick Nyamu. Patrick Nyamu ni watu wa gani? Tuna Kiswahili, Kizungu. Nielewa zote. Sawa. Mashtaka yako unaenda hivi. Unashtakiwa ya kwamba mnamo tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka wa 2025 katika kijiji cha Majengo Nyeri ulipatikana unajisi mtoto wa miaka 14 kwa nyumba yako. Unamkubali au unakana? Ngubana. Haya. Unaweza kutetea? Ndio. Unde yangu. Sawa. Ude tuna problem na yeye. Hata yeye mwenyewe akisema kwangu. Unde mlikuwa yeye anajua kila kitu na maneno. Yeah. Sasa nyinyi saini ngo guys side. Easily wana Kama venye anasema yeye ni challenge yangu. tuambie. Sawa, kwenda oda. Tumesikiza ya kwamba umekubali nenda, lakini kuna zile sheria ambazo zina guide jinsi ya kufanya maneno. Kwanza nikubali nisome kwa Mzungu. The Sexual Offences Act clearly states that a child below 18 years, mark the word 18 years, cannot consent to sex or any other sexual activity. You get? Now, and according to your query, the girl you had an affair with is below 18 years. Right? I'm not enough. Well, you have it open through Msichana mkubwa, anajua msichana mkubwa. Cheki bwana alafu Honda. Do you have any document to show that you are above 18 years? Kata is the official, but I'm old enough. How old are you? How old are you? I'm gonna 14. Okay. Now listen. Because I don't want to make my own judgments, I want to follow the Constitution that states a person who commits an offense of defilement with a child aged 11 years, somebody the child is not 11 years, shall be imprisoned for life. If the child is below 11, between 11 years to 15 years, 20 years in imprisonment, 16 to 17 years, a minimum, but the one minimum, jail term for 15 years. Now, after there, are you guilty or not? Uko na jinsi unaweza kutetea? mkubwa sasa unaona. Unakubali unaona makosa? Hapana, hakuna vile. Amekaa kwa Onda. Mkubwa sasa. Mimi vile naona. Mimi hata kwanza mimi ni mwanamke. Nafaa kugraduate in Sasa mimi hata nilikuwa graduate. Alafu mimi nafunga pesa mimi na mapema. Sasa naona sasa nilipokuja kusoma nikaona niangalie hizo ndio mimi. Jaja. So tutapunguza kifungo chako instead of 20 years, 15 years. Hapana,